Katika kipindi cha chini ya nusu ya karne, taifa moja lililokuwa maskini na lililokumbwa na migogoro ya ndani limegeuka kuwa moja ya mataifa yenye nguvu kubwa kiuchumi duniani. Hili ni taifa la China, nchi ambayo leo hii ni mfano halisi wa kile kinachoitwa mapinduzi ya kiuchumi yenye kasi ya ajabu. Safari yake imekuwa ni ya maono makubwa, uongozi thabiti, nidhamu ya kitaifa na mipango makini ya maendeleo. Miaka ya mwanzoni mwa karne ya 20, China ilikuwa taifa lililovunjika kiuchumi na kisiasa. Vita vya ndani, ukoloni wa kiuchumi na vita vya kigeni vilikuwa vimeiangamiza. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1949 chini ya uongozi wa Mao Zedong, China ilianza kujenga taifa jipya chini ya mfumo wa kijamaa. Wakati huo uchumi wa China ulikuwa ukitegemea kilimo cha jadi na sekta ya viwanda iliyokuwa dhaifu. Lakini hata katika mazingira hayo magumu, taifa lilianza kujenga misingi ya kujitegemea, elimu ya kitaifa, afya ya umma na miundombinu ya msingi. Mabadiliko makubwa yalikuja mnamo mwaka 1978 chini ya uongozi wa Deng Xiaoping. Hapa ndipo historia ya China iligeuka. Badala ya kuendelea na mfumo mgumu wa kiuchumi wa kijamaa, Deng alianzisha sera ya reform and opening up, yaani mageuzi ya kiuchumi na kufungua milango kwa wawekezaji wa nje. Mageuzi haya yalihusisha kutoa uhuru zaidi kwa wakulima kuzalisha na kuuza bidhaa zao, kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji wa ndani na nje, kuanzisha maeneo maalum ya kiuchumi, yaani special economic zones, kutilia mkazo elimu, sayansi na teknolojia. Matokeo yake yalikuwa ya kushangaza. Uchumi wa China ukaanza kukua kwa wastani wa zaidi ya 10% kwa mwaka. Hii ni kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 1978. Tofauti na nchi nyingi zinazoendelea, China imekuwa na mwendelezo wa sera za maendeleo bila kuyumbishwa na siasa za kila mara. Chama kimoja kimehakikisha kuwa mipango ya muda mrefu inatekelezwa bila kuvurugwa. Kupitia mpango wa maendeleo wa miaka 5, yaani 5 years plans, China imewekeza kwa nguvu katika miundombinu ambayo ni barabara, reli, bandari na nishati, elimu na teknolojia ya hali ya juu, viwanda vya kisasa na uzalishaji mkubwa, miji ya kisasa na huduma bora za kijamii. Leo China ni taifa la pili kwa uchumi mkubwa duniani. Ni nyumbani kwa makampuni makubwa ya kiteknolojia kama Huawei, Alibaba Group na Tencent. Pia ni nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa bidhaa viwandani, matumizi ya teknolojia ya kisasa na uwekezaji duniani kote kupitia mpango wa Belt and Road Initiative. Kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 2022 kuhusu tathmini ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini China, tangu kuanza kwa mageuzi ya kiuchumi mnamo mwaka 1978, China imepunguza umaskini kwa watu zaidi ya milioni 800, mafanikio ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya kisasa ya dunia. Kwa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, safari ya China ni darasa muhimu la maendeleo. Kuna mambo makubwa ya kujifunza ambayo ni uongozi wenye dira na mwendelezo wa sera. China imepiga hatua kwa sababu ya mipango ya muda mrefu isiyobadilishwa kila baada ya uchaguzi. Na kitu kingine cha kujifunza ni mkazo wa elimu na teknolojia. Nguvu kubwa ya taifa lolote iko kwenye ubongo wa watu wake. Lakini jambo jingine la kujifunza kwa nchi za Afrika ni uwekezaji katika miundombinu ambayo ni barabara, reli, bandari na nishati. Ni uti wa mgongo wa uchumi. Kujitegemea kiuchumi ni jambo jingine la kujifunza kutoka kwa nchi ya China. China ilianza kwa kutumia rasilimali zake na baadaye kufungua mlango kwa dunia kwa masharti yake. Jambo jingine ni nidhamu na uzalendo wa wananchi. Mafanikio ya kiuchumi yalitegemea sana nidhamu na ushirikiano wa wananchi. Kama China imeweza, Afrika pia inaweza. Siri iko kwenye kupanga vizuri, kuamini uwezo wetu, kuwekeza katika elimu na kuimarisha uongozi wenye maono. Safari ya China ni ushahidi kuwa umaskini si laana ya milele. Ni hali inayoweza kubadilishwa kwa maamuzi sahihi, kazi kubwa na mshikamano wa kitaifa. Maendeleo hayaji kwa miujiza, yanajengwa kwa jasho, nidhamu na maono ya mbali.
Haya ni maneno ya aliyekuwa rais wa China Deng Xiaoping. Usisahau kulike, kushare, subscribe na kucomment katika channel hii ya Kuboja TV. Jina langu ni Fredi Kuboja.